Akipatikana kwako haimaanishi kwamba yupo chipu. Hili ni kosa ambalo watu wengi sana wanalifanya, kwa sababu mtu anapatikana unapomhitaji. Ukimpigia simu anapokea, ukimtumia message anajibu, ukimwambia tukutane mnakutana. Yaani inafika mahali unafikiri kwamba huyo mtu yupo cheap sana, hana kitu cha kufanya, hana mahali pa kwenda. Kwa hiyo ni mtu ambaye anayepatikana muda wote ule. Kwa sababu hiyo watu wengi wamepoteza watu muhimu kwenye maisha yao kwa sababu hawajawapa thamani wanayostahili. Wanawachukulia poa. Kwa hiyo mwisho wa siku wamewapoteza watu wa muhimu. Na wewe usipokuwa makini unaweza kufikiri kwamba kwa sababu mtu anapatikana sana kwako basi huyo mtu ni cheap zaidi. Hapana, usije ukafanya hilo kosa kwenye maisha yako. Kuna vitu vingi ambavyo nataka uvikumbuke kuhusiana na mtu anayepatikana sana kwako. Cha kwanza, anapatikana kwako lakini sio kwa kila mtu. Sijui kama unajua kwamba mtu huyo watu wanamtafuta sana. Watu wanatamani kukutana naye. Mwingine hata akijibiwa message tu anafurahi sana, lakini kwa sababu anapatikana kwako unamchukulia yupo chipu. Hapana, akipatikana kwako sio kwamba anapatikana kwa kila mtu. Kwako amekuthamini sana na kutenga muda hadi anakupa huo muda wewe. Jambo la pili unatakiwa kukumbuka kwamba mtu akipatikana kwako inamaanisha ameacha vitu vingi sana. Sio kwamba yupo idle kwa sababu anapatikana kwako basi hana kitu cha kufanya, hana mahali pa kwenda, hana marafiki wa kuspendi nao time. Sio kweli. Akipatikana kwako maana yake amekupa kipaumbele, ameacha vitu vingine. Kuna vitu vingi ambavyo bado vinamsibu angeweza kuifanya. Ameacha kazi yake, ameacha kutumia muda huo na familia yake, ameacha muda huo kupumzika, ameamua aje kwako, ameamua aongee na wewe, akaamua kutafute. Mwingine ametoka kazini amechoka kabisa, lakini bado amekutafuta na kusikiliza. Lakini ukimuona hivi unafikiri pengine kwamba hana kitu cha kufanya. Usije uka confuse kwamba mtu anayepatikana kwako pengine kwa sababu yupo idle. Jambo la tatu unatakiwa kulikumbuka kwamba ni kwamba amekuthamini. Anapopatikana kwako inamaanisha amekuthamini. Kwa nini? Kwa sababu angeweza kupatikana kwa kila mtu, angeweza kupatikana kwa watu wengi sana. Usije ukajidanganya kwamba kwa sababu anapatikana kwako basi yeye ni chipu. Jambo la mwisho ni kwamba ukiendelea kuto kumthamini mtu huyo ambaye anayepatikana kwako unakuwa unamvunja moyo. Sasa mtu anapofanya kitu kwako anakuwa anajisacrifice, anajitoa kuongea na wewe, anajitoa kukutana na wewe na anajitoa kusaidia. Kuna watu katika maisha unakuta wakati wa changamoto, labda una huzuni, umefiwa, kuna jambo linalokupa changamoto, unakuwa unatoa machozi na unapitia maumivu fulani. Unakuta yupo available, anakupigia simu asubuhi, anakupigia simu mchana, anakupigia simu jioni, anakutafuta, anasafiri na anakuja kuona. Sasa kuna wakati unaweza ukafikiri kwamba mtu huyu hana kazi ya kufanya, kazi yake ni kunifariji mimi tu. Never make that statement. Utakuja kumpoteza mtu ambaye utakuja kulia machozi usimpate. Na katika maisha watu wa namna hii ni wachache sana. Ukiwapoteza kuwapata ni kazi sana. Maana yake ni kwamba ukiona mtu anapatikana kwako usimchukulie kwamba ni chipu, mpe thamani inayotakiwa. Cha muhimu zaidi, na wewe fanya vitu vya kuonesha kwamba unamthamini, kwa sababu watu wa namna hii moyo wao ukirudi nyuma ni vigumu sana kuwarejesha tena.